umefanya kazi iliyo njema, na anasema kuna malipo mbinguni, na malipo zaidi mno ni uzima na hata uzima wa milele. Tunapoangalia Wafilipi, tukielekea kumaliza, Wafilipi 3:20, neno la Mungu linasemaje? Wafilipi 3:20 Biblia inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, sisi wenyeji wetu kule juu mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo, tena Bwana Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake, wa utukufu, tena mwili wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiishi vitu vyote viwe chini yake. Asante. Maandiko yanasema ya kwamba ni kupitia kwa Kristo na ambapo hata ataweza kutukuza miili yetu, kiasi ya kwamba ndio maana Paulo naye amesema ya kwamba tutavishwa miili mpya, na ambayo sio ya kufa tena, bali tuvishwe miili na ambayo sio yenye kufa, ambapo tutaishi milele na hata milele makaoni mwa Mwenyezi Mungu. Tunapomaliza kabisa fungu la mwisho katika Ufunuo 21 na mstari wake wa 4 na mstari wake ni wa 5, neno la Mungu linasemaje? Wakati na ambapo kila mmoja wetu, 21 mstari wa 4 na wa 5, wakati ambapo kila mmoja tazamio letu ni uzima wa milele. Jameni, niwaambie ya kwamba uzima wa milele wakati huo umekaribia mno, na inatupasa kujiweka tayari na kujiweka sawa na Mwenyezi Mungu ili kupokezwa ufalme huo, ambapo neno linasema ya kwamba tutamiliki na tutatawala pamoja na Yesu milele na hata milele. Neno linasemaje? Neno linasema 21 mstari wa 4 na wa 5. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena. Bwana asifiwe kanisa. Leo kanisa la Mungu linasikitika kwa sababu ya kumpoteza Mama Esther. Kule Nairobi East tunasikitika kwa sababu tumepoteza wachungaji wengi mwaka huu. Wachungaji tu na familia zao wameweza kulala wengi, na hata sasa tuna mmoja anaitwa Pastor Isaac Kamwaria, na ambaye mazishi yake hivi punde yanaendelea na kuandaliwa na atalala. Lakini Biblia inatuahidi jambo moja, tutakapofika katika ufalme wa Mungu, anasema tutakufa tena, na hata tutakuwa na hukumu juu ya kifo, na tena ujasiri wa ajabu tukiuliza kifo uko wapi? Kwa sababu tutakuwa tumevishwa miili mpya, na ambapo hakuna kifo wala magonjwa tena. Hebu endelea na kusoma. Wala maombolezo, wala hatutaomboleza, wala kilio, wala hakutakuwepo na kilio, wala maumivu, wala hakutakuwa na maumivu, hayatakuwepo tena. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. 5. Fika pale. Fungu la 5. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, akasema tazama nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia andika ya kwamba maneno haya niamini na kweli. Ni ya kweli. Bwana asifiwe. Neno linatuahidi ya kwamba katika ufalme wa Mungu, ambapo sisi wateule wake tutaishi milele na hata milele, tutaweza kukaa pale tukiwa na mng'ao mpya. Tutakaa pale
tukiwa tunalitukuza tu jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu atakuwa amekwisha kuyafanya mambo yote kuwa mapya. Unapotembea duniani, unapokuwa pale mbinguni, hata utakuwa na wakati wa kupanguza jasho tena, kwa maana hiyo ni hali ya dhambi na haitakuwepo tena mbinguni. Hata unajua, wakati mwingine ninapoangalia Musa, ninamuona wana wa Israeli wanatembea kwa kiatu kimoja. It is just my own assumption and my own imagination when I try to look at the children of Israel all the way from Egypt. Walitembea kwa mguu kwa hizo siku zote, hiyo miaka yote, na hakuna moja Biblia inasema kiatu chao kiliraruka. Pale mbinguni hata hakutakuwa na hayo mambo mengi, kwa sababu Kristo na Mungu wetu atakuwa yeye ndiye nuru. Hatutahitaji nuru tena mbinguni, kwa sababu nuru ya ulimwengu itakuwa inatuangazia kila wakati. Hata wengine wanasema ya kwamba kuna vitabu vingine wanapoendelea na kufundisha, eti wanasema tutasoma mbinguni. Niseme ole wao, kwa sababu mbinguni hatutakuwa na muda wa kusoma hichi kitabu, kwa maana mwenyewe hiki kitabu ambaye ndiye neno la uzima ndiye atakuwa anasimama mbele yetu daima na milele na hata milele. Bwana asifiwe. Kuna kisa kimoja ambacho wakati ambapo ninapokiadithia ninatokwa na machozi. Kuna siku moja kanisa kama hili lilikuwa linapokezwa mgeni mpya ambaye alikuwa ni mchungaji mpya wa mtaa huo. Mchungaji wa mtaa huo alikuwa amekwisha fanya kazi, na kazi zake zikapata kupelekwa katika mtaa mwingine, na mwingine aliyekuwa mgeni akaja katika mtaa huo. Na siku ya kumpokea mchungaji ikaweza kufika, na huyo mchungaji akajidunisha katika hali ya muonekano wake. He disguised himself to be something else. Akaweza kujiweka katika hali ya wale ambao wanachukua vyakula kule kwa mapipa, wale ambao tunawaita kwa lugha nyingine chokora. Na mchungaji akajipaka vitu kwa uso, na alipokuwa katika hali ile akavaa hata matambara, na akaja kanisani ambalo anakuja kupokelewa kama mchungaji, na washiriki walipomwangalia wanapata kupita kando, kwa sababu they don't want to be associated with anyone who seems to be dirty in the church, because they are too clean to come to church. Wakati mchungaji alipokuwa katika lango la kanisa, namuona mchungaji akiwa pale, akiwa anawasalimia wapendwa wakiingia kanisani, wakiwa wamevalia suti za pesa, wakiwa wengine wameng'aria nguo za hela kubwa, lakini wanakuja pale hata zimenyoroshwa pasi vizuri, wanapiga hatua wanakwenda kanisani, lakini hata akiwaongelesha hawaongei, kwa sababu kwao he was an outcast who came to the church of God. Na wakati na ambapo karibu wote walipoingia kanisani, mchungaji akapiga hatua tena na akaenda kule mbele ya kanisa, na tena akiwa pale kila mtu kwa kanisa akanuna, na akaweza kubadili sura, kwa sababu kinachoingia kanisani ni uchafu na ni mtu na ambaye kabisa hafai kuingia katika kanisa la Mungu. Na wakati ambapo alipokuwa pale akaona akaribishwi, na mmoja wa mashamazi akakuja kwa ujasiri akamwambia, "This place does not deserve men like you. Your place is behind the church. So get up and walk back to the church and sit at the back of the church." Na mchungaji kwa uvumilivu mwingi akasimama na akaenda kule nyuma na akaketi kule. Alipoketi kule, ikafika wakati kama kawaida wa makaribisho, na aliyekuwa anakaribisha watu ambaye ni mzee wa kwanza wa kanisa hakawa anawakaribisha wageni, na ikafika wakati ambapo yeye hakuweza kutambulika kama hata mgeni. Na ikafika wakati wa kumpokea mchungaji, na aliposema ya kwamba sasa ni wakati tunaenda kumpokea mgeni wetu ambaye atakuwa ni mchungaji wa mtaa huu rasmi, akasema kanisa lote na lisimame. Waliposimama wakaanza kupiga shangwe na nderemo. Unajua watu wa siku hizi hawajui kupiga shangwe. Watu wa kitambo, hao mama wazee hao wanaelewa hiyo maneno.
Yani ikawa ni shangwe na deremo kanisani, kwa sababu wanapokea mgeni ambaye atakuwa ni mchungaji wao. Na baada yule mchungaji akatulia kidogo, na katika hali ya kutulia akasimama. Aliposimama akawa anapiga hatua kuelekea kwenye madhabahu, na kanisa ikanyamaza tena na ikatulia, kana kwamba hakuna kitu kilichokuwa kinaendelea. Sasa wamemwona ambaye amesimama, haitajiwi hata kupigiwa shangwe na nderemo tena. Na wengine naona katika roho zao wanauliza, na huyu anaenda wapi? Huyu anadhani ni nani na anaelekea wapi? Na katika hizo maswali zote, yule mchungaji kwa upole mwingi akapanda katika madhabahu, na akachukua kipaza sauti kama hiki ninachotumia, na akasimama kwa ujasiri mwingi, na akasema ya kwamba, kanisa la Mungu wa mjambo, na akasema hivi ya kwamba mimi ndimi mchungaji wenu, na wakati ambapo nilipokuja wengi walipata kunidhalimisha, na wengi hawakuniona ya kwamba mimi ni kitu, na wakapata kunidunisha katika hiyo hali. Na akaona, akasema ya kwamba, akasoma katika Mathayo 25 kuanzia mstari wa 30, na akaanza kusoma 35, ambapo neno la Mungu linasema, na wale watakaokuwa katika mkono wa kulia, na akaenda katika wale ambao walikuwa katika mkono wa kushoto. Na tumaini mstari wa 40, ambapo anawaambia, ondokeni kwangu, kwa sababu nilipokuwa na njaa hamkunipa chakula, nilipokuwa sina mavazi mazuri hamkunivisha mavazi, wakati na ambapo nilikuwa chokoraa hamkuweza kuona ya kwamba ninafaa kuwa katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Na alipomaliza kusoma lile fungu, akasema, kanisa la Mungu tusimame, na akaomba, na akatoka kwa madhabahu na akaenda nyumbani, na wakaonana sabato iliyokuwa inafuata. Wapendwa, it is a high time we practice what we teach as a church. Ni wakati na ambao Mungu anakusudia kanisa lake likapate kuwa linafanya yale na ambayo linahubiri, ndiposa ulimwengu ukapate kuangalia na akaseme, kwa kweli hili ndilo kanisa la Mwenyezi Mungu. Wapendwa, tuko hapa kanisani, lakini ijapokuwa unavalia vizuri na unakuja kanisani, kwako unaacha vurugu, kwako unaacha vita, umempiga mwenzako ambaye ni mume wako, umempiga ngumi, umemtuanga ngumi, na iwapo unakuja kanisani wewe ndio korista mzuri katika kanisa, hilo pepo lishindwe katika jina la Yesu. Ni wakati na ambapo kama wewe ni mzee na unahubiri neno la Mungu na upendo wa Mungu, huo upendo ukapate kuonekana katika familia yako. Si eti ya kwamba unatuambia tupendane, na wakati ambapo unapotuambia hivyo, unaporudi pale nyumbani hata mke wako ana taarifa ni lile na ambavyo ulimuonyesha upendo unaohubiri katika kanisa. Wapendwa, ni wakati wa kuweza kuweka mambo sawa, na tukaweza kuyaweka sawa kiasi ya kwamba tukawe sawa hata na Mwenyezi Mungu. It is a high time that we need to correct our mistakes and get right with God. It is not about a gathering in the church. God today is not in the business of having such a big gathering in the church, but God is interested in having a church within his church. Na katika hiyo, Mungu ana wito wa kipekee katika adhuhuri ya leo, kwa sababu tumechukulia hali na namna ya wokovu wetu kama jambo ambalo ni la kawaida. Wapendwa, wakati na ambapo tunapohubiri kuhusu uzima wa milele, wengine wanafaa wakauone katika maisha yetu. It is a high time we preach what we do, ndiposa wengine wakapate kuona Kristo katika maisha yetu, akitukuzwa katika maisha yetu, na jina lake likapewa sifa siku zote daima mdawamu, kwa sababu sisi ni nuru ya ulimwengu.
Na kama hatutaishi kana kwamba tuna nuru katika mahali ambapo tupo, hata mbinguni hatuendi. Na ndio maana wakati ninasoma neno hili ambalo Mungu Yesu mwenyewe alisema ya kwamba uamulio katika imani mkapate kujiangalia sana, kwa maana wale na ambao tunaona hawataweza, kuna uwezekano wakatutangulia katika mbingu. Na ndio maana akasema makahaba watatutangulia, akasema wale watoza ushuru watatutangulia. Lakini ni ombi langu ya kwamba tukapate kuwatangulia katika jina la Yesu. Na hiyo itawezekana iwapo tutaelewa mwito wetu katika Kristo, na tuelewe ya kwamba Kristo kwa kweli alikufa msalabani, na uelewe ya kwamba kwa sababu alikufa na anatazamia kukutoa katika dunia ya dhambi iliyojawa na mapungufu tele, na atupeleke katika dunia na ambayo haina dhambi ndani yake, inakupasa uelewe ya kwamba masengenyo unapasa kuweka kando, ya kwamba ile macho ya wivu kama mshiriki na kama muamini unapasa uyaweke kando, kwa sababu ni siku za hatari ambapo tunaishi. Na katika Warumi 13:11 hadi 14 anasema usiku umeenda sana, jameni tukapate kuamka, tuyavue mavazi ya giza, tukavae silaha zetu za nuru, kwa sababu muda umeyoyoma. Nataka kuomba na mtu ambaye anasema ya kwamba katika maisha yangu I've not been living the best in my family. Ninapoitazama familia yangu, ijapokuwa ninakuja kanisani, I'm not doing justice to myself. Because what I do at home, it is not what I preach in the church. Na unasema ya kwamba Mungu, ninakiri ya kwamba kwa kweli mimi ni mwenye dhambi. Na unasema ya kwamba mimi sijakuwa nikifanya linalo nistahili kufanya kama Mkristo. Na unasema ya kwamba Mungu nisaidie, ili katika maisha yangu ninapoishi sasa, kwa sababu nimekwisha kugundua, nikaishi nikiwa ninaweza kupeana mfano bora katika jamii, na hata katika jamaa yangu, na hata katika watu wote, ya kwamba ninaishi sawa sawa na mapenzi ya mbingu. Kama ni ombi lako unasema ya kwamba God reclaim me back, because what I have been doing, it has been so wrong, yet I've been preaching your gospel but doing my own gospel. Na unasema ya kwamba you would wish to live what you preach. Naomba ukasimame tukapate kuomba. Unasema ya kwamba ungalitamani katika maisha yako unapoonekana, kwa mtazamo wako tunapokutazama, tukaone Kristo katika maisha yako, tukaone nuru katika maisha yako, tukaone mbingu iking'aa katika maisha yako. Pia ningalipenda kuwa na wito mwingine wa kipekee kwa yule ambaye anasema ya kwamba mimi katika maisha yangu ningalipenda kufanya uhusiano mpya tena na Kristo kwa njia ya ubatizo. Unasema ya kwamba sihitaji tena kuzidi kutembelea katika dhambi, sihitaji tena kutembelea katika maisha ya giza, bali ni vyema nikayakabidhi maisha yangu kwa Kristo, na nikayaanze hayo maisha mapya, nikianza ukurasa mpya katika Kristo, ambapo nitakuwa hata ninapokelezwa uzima na hata uzima wa milele. Kama uko miongoni mwetu unasema ya kwamba katika maisha yangu I need now to live a godly life in my life, and I need to recommit or commit my life back to Jesus as my personal Savior, and give that assurance even through a sign of baptism, I urge you to march up front as we shall be praying together with you. Kama unasema ya kwamba maisha yako jinsi na ambavyo unaishi sio sawa na haijakamilika katika Kristo, na unasema ungalipenda kuanza ukurasa mpya na Kristo, naomba upige hatua mbele
tukapate kuomba nawe. Usione haya, usimuonee Mungu ofu. Kama unasema ya kwamba I've not been living my best. Yes, mimi ni kijana ambaye ninajua Kristo na nimekuwa kanisani, lakini tabia zangu kwa kweli haziambatani na Ukristo wangu kama kijana. Unasema ya kwamba mimi kama mama pale nyumbani, hakika ijapokuwa nilimjua Kristo, unasema ya kwamba kwa kweli nimekuwa nikiishi katika giza, na unasema ningalitamani kuama na kuingia katika nuru, tena nuru ya ajabu, na nikapate kukutana na Kristo huku akinipokea. Naomba ukapige hatua mbele tukapate kuomba pamoja nawe. Iwapo kuna mmoja kama huyo na ambaye anasema nataka kuanza maisha mapya katika Kristo, usiofu wala usiogope yeyote. Naomba ukapige hatua hapa mbele tukapate kuomba pamoja nawe, kwa maana kesho hauijui. Maisha ya kesho na siku ya kesho hatuijui, lakini ni Mungu na ambaye anaijua. Na asante sana ndugu yangu. Naomba ya kwamba yule ambaye anasema ya kwamba have not been living the best out of my best in my Christian life, na unasema ya kwamba kwa sababu hiyo nalitamani kuishi sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na nikaishi kadri na mapenzi yake, huku nikiweza kuishi kulingana na kusudi ya mbingu. Asante sana dadangu. Wale ambao wanasema ya kwamba it is a high time I do a recommitment, it is a high time I commit myself again to God and to live a godly life, not just to be called a mere name of a Christian, but to live really as a true believer who understands and who knows the reason as to why they have believed in this church. Kwa sababu sisi tunasubiri sana Kristo ajapo kwa mara ya pili tukapate kukutana naye. Kama unasema ya kwamba katika maisha yako unapojiangalia unaona kuna mambo na ambayo unafanya katika maisha yako na ambayo yatakuzuia kukosa uzima wa milele, iwapo Kristo anaweza kuja na utukufu wake leo, na uone utukufu wa mbingu katika upande wa mashariki, ambalo itakuwa ni wingu ndogo, na tukiendelea na kutazamia ukamuone Kristo akija na utukufu wa mbingu na malaika wa mbingu, na unasema ya kwamba kama hiyo nuru ikitokea sasa na utukufu, mimi sitaishi tena bali nitakufa katika dhambi. Jameni, wakati ni sasa wa kuweza kuyapokeza maisha yetu kwa Kristo, ili hata kama tutalala, tulale tukiwa mashujaa wa imani, tulale tukiwa katika upande wa Mwenyezi Mungu, tukiwa tunaelewa ya kwamba wakati tunapoishi sio wakati wetu. We do not have much time, wapendwa. We have a very short time to live. We have a very short time, my dear brethren. Tuna muda mchache sana ambamo hatufai tena kuishi na kuchezea katika dhambi, kwa sababu maisha tunayoishi ina mwenyewe na sisi ni wapitaji tu. We have today but we do not have tomorrow, because today it's ours and tomorrow it is God's. Jameni wapendwa, kesho ina mwenyewe na ina Mungu ambaye ni mwenyewe. Kwa leo tunapata kujielewa, kwa leo tunajiona na tunajielewa, lakini kesho hatujui itakuwa namna gani. Time for our salvation, it is now and not tomorrow. Mungu anatuita kwa upendo mwingi, tena kwa upole mwingi, na anasema ya kwamba Yesu anaita, na unaposikia sauti yake anasema njoo, na usipate kugairi wala kufanya moyo wako ukawa mgumu, kwa sababu haujui ya kesho. Tuna siku ya leo, tuna leo tu, na kesho hatujui. Maybe you are inside there within the congregation, and as you come to this church, you come as a formality, you come to church as a sign of gathering. My dear brethren, it is not anymore that we need to come to church as a form of gathering, but we need to understand that we need to come into church as a church of God, whom God has elected, whom God has made priests to represent him here on earth. Wapendwa, kama uko hapo na bado unasema ya kwamba ningalipenda kuyatoa maisha yangu kwa Yesu, because the way I live in my family, it is a hell.
on this earth. Na unasema ya kwamba, unakiri ya kwamba that hell, it is me who has brought that hell into my family. And you are saying that for sure, because I've not been living well into my life, into my spiritual life, unasema ya kwamba you would wish to make a recommitment to Jesus, because you have realized that you have been playing around with the grace of God, turning it to be a free grace, to be a cheap grace, yet we have been given it freely after it has costed the whole of heaven and the whole of what heaven had, in order for us to have salvation and to come here and happily seeing that for sure in Jesus we have gotten our salvation. Kama bado uko pale na unapambana katika hali ya kuwaza, huko pale na uko katika hali ngumu ya kufanya uamuzi, dada yangu, asante kwa kupiga, kwa kuona ni vyema ukapiga hiyo hatua. Wapendwa, hatuna muda wa kupoteza. The time it is now. We do not know about tomorrow, but what we have to, it is today. Mungu anasema ya kwamba ukisikia sauti yake ukapate kuitika, kwa sababu wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa kwako kuokolewa ni sasa, na hakuna wakati mwingine. Siku ya wokovu wetu na ukombozi wetu ni sasa. Kama unajua ya kwamba ungalipenda, unasema nimekuwa nikiishi katika maisha ya giza, nimezama katika giza nene, nimezama katika dhambi. Iwapo ninaonekana nikielekea kanisani kila siku ya Sabato, iwapo huwa ninaonekana ninavaa vizuri na kung'ara na kuelekea kanisani, lakini unasema ya kwamba kama Kristo anaweza kuja sasa, kwa kweli hautapokea uzima wa milele kwa sababu ya maisha unayoishi. Na unasema ya kwamba katika hayo maisha, unasema kwa kweli ndiposa ukapate kuyabadili, unahitaji Kristo ndani yake na unahitaji kupokea tena katika maisha yako. Naomba ukapige hatua tukapate kuomba nawe, ili unapoenda kuanza mwanzo huu mpya, hata kwa njia ya kudhihirisha katika ubatizo, Kristo akapate kutukuzwa, na ile tukapate kujitahidi kuishi katika kweli hiyo na kuishi katika imani hiyo. Sijui kama bado kuna mmoja na ambaye amesalia katika kundi hili, anasema ya kwamba nimekuwa tu nikija kanisani kama kusanyiko tu la kawaida, as a normal gathering, but for sure I've realized it is not, because God is in need of a church that is living within his standards to meet his heavenly church, that he sent his only son to come and pay dowry for. Kwa sababu Yesu alitulipia deni, na sote anatuhitaji tukapate kuwa mashahidi wa mbingu, tukashuhudie ukweli nzuri uliopo katika mbingu, tukiishi milele na hata milele. Kapate kuishi sawa na utukufu wa mbingu. Mungu atuongoze tunapoendelea na kuomba. Kabla hatujaomba, tutakuwa na ubatizo, kwa sababu shule zitafunguliwa mapema next week. Tumepanga Sabato tutabatiza wanafunzi ndio tumepanga tubatize siku ya Sabato. Alafu wengine tutabatiza siku ya Sabato ya tarehe 7.
Kwa hivyo hayo yote tunaendelea kupanga na wasee, tutaambia kabla hatujafika siku ya Sabato. Mtakatifu Mungu wetu, tumekushukuru kwa sababu umenena nasi. Na kweli tumesikia sauti yako kupitia kwa mnenaji. Na watu wako Mungu wetu, vile tumesikia, tumesimama kusema kwamba tumeishi maisha ambayo ni aibu mbele yako. Tunaomba msamaha wa dhambi zetu. Hayo maisha kuanzia leo Mungu wetu, kwa uwezo wa neno lako na Roho Mtakatifu uyabadilishe ili tuendelee kuishi kulingana na mapenzi yako. Kwa mwito Mungu wetu, watu wako wamejitolea, ndio wako hapa mbele. Mungu wetu, mwakuiti mikononi mwako. Unawaelewa na unawajua, wamechukua hatua kuamua kwamba kuanzia leo wamejiunga na kikundi chako cha watu wako, na wanaishi alafu wanajiendelea kujitayarisha kwa ajili ya kupokea ubatizo. Uwasaidie Mungu wetu. Tunajua adui ako nyuma yao, lakini si ulimshinda msalabani. Kwa hivyo ushindi wako uzidi kuonekana katika maisha yao. Walinde mpaka wapokee ubatizo. Na zaidi sana majina yao uyakumbuka katika kitabu cha uzima. Hilo ombi letu tumeomba kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Pamoja na hayo, Baba na Mungu wetu, tunasema ni asante kwa sababu ya wokovu wako pale msalabani. Ni kwa sababu ya wokovu huo, kwa kifo chako, ambapo tunapata kuhesabiwa haki. Na baada ya kuhesabiwa haki, inatupasa tukapate kukutukuza katika maisha tunayoishi ndani yake. Na ndiposa wana wako na binti zako wamesimama wakiwa wanatangaza kuwa wamepungukiwa, ijapokuwa walikukubali kama Mwokozi wao. Mungu, wanaomba ukawatilizie na hata nguvu, na ukawaongeze nguvu hata za Roho wako Mtakatifu, ili wakapate kuenenda sawa na mapenzi yako. Kwa sababu ni wakati na ambapo inatupasa sisi tulio katika imani kuenenda sawa na mapenzi yako, na hata kutenda sawa na jinsi na ambavyo mbingu inakusudia. Kwa wakati mwingi hatujakuwa tukienenda katika mapenzi yako, ijapokuwa sisi tu miongoni mwa wana wako. Tunaomba msamaha wa dhambi. Mungu wetu, tunaomba ukatusamehe na ukapate kutupa kibali tena machoni pako, na kutufungulia ukurasa mwingine mpya katika maisha yetu. Tunaomba tunapoenda kuanza ukurasa huu mpya, ya kwamba ukazidi na kutupokea, na zaidi mno ukatutie nguvu ambazo katika Roho wako Mtakatifu zitatuwezesha kuenenda katika mapenzi yako na kutenda matakwa yako, na zaidi mno hata kuliinua jina lako katika maisha yetu kadri na jinsi na ambavyo tunavyoyaishi. Mungu wetu, tunakuomba ya kwamba unapozidi kuandaa wengi kwa ufalme wako wa mbinguni, sisi sote tusikose pale. Zidi kuendelea na kututia nguvu, na pale na ambapo katika udhaifu wetu tunapungukiwa, tuomba ya kwamba ukatuzindishie katika neema yako. Jina lako lipewe sifa na lihimidiwe daima milele, kwani ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Mwokozi na Bwana wetu. Amen. Mungu na atubariki. Ungepata majina yenu, mbona mnaenda haraka sana sana? Majina yenu yapeanwe kwa mzee wa kanisa ili tuwatayarishe kwa ajili ya ubatizo.
makambi yetu tulikuwa wachache kidogo, na hata leo sijaona kama tumekuja kabisa wengi. Niliwaambia makambi ni ya Wakristo. Makambi ni ya Wakristo. Ni kama ni crusade inafanywa kwa Wakristo, ili tuamuke tuishi maisha ambayo yatastahili kupokea uzima wa milele. Ndio haya pastor amehubiri. Ile wasoli elio Kristo inawekwa kando. Tuishi maisha kabisa Mungu wetu anaonekana. Tabia zetu na mienendo yetu imuinue Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo asante sana. Jana sikuwa pamoja nanyi, nilikuja mahali nilienda wale wanajua wa Monday. Nilifika usiku na leo asubuhi nilipitia Nyanchwa na Elia aliwasalimia. Hako na shughuli nyingi hata kuja kwa makambi, lakini atapata nafasi pengine siku ya Sabato. Kuna mambo ya auditing itafanyika, ndio sababu haonekani. Kwa hivyo Mungu awabariki. Nimeona mnaendelea salama. Kwa sasa waya yetu si ndio inaimba? Waya kama kwaya wageni wakialikwa ndio wanaimba. Yes. Wameimba. Hii sasa ni mimi nimewapatia na. Singe na baralero cho kimuratera na yana komo abande batere. Najua hapa lunch iko kwa wingi. Kwa hivyo mtapumzika tu kidogo, wakiimba wakimaliza tutapokea lunch yetu na tuendelee na mambo mengine jioni. Abageni tuende kuchiaria musainirie gendo mbwate wageni tuende huko. Mwekese hii reformu yangu niko nayo. Na pole sana, nimesikia Esther alikuja Kalani, nimesikia sijaambiwa. Tusidi kuvumilia kwa sababu kila mahali vipo vimejaa. Ni wakati wa lunch. Hawa kwaya ikiendelea, tutapata maombi ya lunch ya chakula. Wakati huu tutakaa jinsi tulivyo. Kuna chakula tutakulia hapa. Baada ya kwaya kuimba tutafanya maombi.
hatujui Mungu ni mlinzi mkuu, na tena usalama wa kweli watoka kwake. Haleluya, aliyejaza pasipo Bwana huyo kafanya kazi ya bure. Kuamka mapema wakati ya kulala, acha mvumawe, acha siku zote tutakuwa salama. Pasipo Bwana huyo afanya kazi ya bure. Kuamka mapema wakati ya kulala, acha mvumawe, acha siku zote tutakuwa salama. Sisi twalala usingizi pasipo na hofu. Mungu mwenyewe ndiye mlinzi wetu. Usiku hata mchana atuzingira chini ya ulinzi wake tu salama. Sisi twalala usingizi pasipo na hofu. Haleluya, pasipo Bwana huyo afanya kazi ya bure. Kuamka mapema wakati ya kulala, acha mvumawe, acha siku zote tutakuwa salama. Haleluya, aliyejaza pasipo Bwana huyo afanya kazi ya bure. Kuamka mapema wakati ya kulala, acha mvumawe, acha siku zote tutakuwa salama. Pasipo Bwana huyo afanya kazi ya bure. Kuamka mapema wakati ya kulala, acha mvumawe, acha siku zote tutakuwa salama. Umechoka na mambo ya dunia hii, umezungukwa na majaribu mengi, umekata tamaa ya maisha yako yote, mtazamie Yesu. Umechoka na mambo ya dunia hii, umezungukwa na majaribu mengi, umekata tamaa ya maisha yako yote, mtazamie Yesu. Mambo yote sawa 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 sawa.
masumbuko yote kwake Yesu, kimbilia msaada siku zote, utapata faraja ya maisha yako yote. Shikilia imani, beba masumbuko yote kwake Yesu, kimbilia msaada siku zote, utapata faraja ya maisha yako yote. Shikilia imani, mambo yako yote sawa sawa, sawa 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 ndani yake. Ukimwenda kwetu tunaona shida shida zote, mambo ni sawa sawa, mambo yako yote sawa sawa, sawa 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 ndani yake. Ukimwenda kwetu tunaona shida shida zote, mambo ni sawa sawa. Umechoka wewe, umekosa tumaini, Usikate tamaa, usife moyo ndugu yangu, shikilia imani tukapumzishwe. umechoka wewe, umekosa tumaini, Usikate tamaa, usife moyo ndugu yangu, shikilia imani tukapumzishwe. Mambo yote sawa sawa, sawa 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 ndani yake. Ukiweka kwetu tunaona shida shida zote, mambo ni sawa sawa, mambo yote sawa sawa, sawa 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 ndani yake. Ukiweka kwetu tunaona shida shida zote, mambo ni sawa sawa, mambo yote sawa sawa, sawa 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 ndani yake. Ukiweka kwetu tunaona shida shida zote, mambo ni sawa sawa, mambo yote sawa sawa, sawa 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 ndani yake. Ukiweka kwetu tunaona shida shida zote, mambo ni sawa sawa. Tutawaambiaje kwa yetu ya Gakong? Wataongeza baadaye, wakati huu ni wakati wa lunch. Jinsi tutakuwa sijui, tunaomba tu jinsi tulivyo, tutafanya maombi, tuanze lunch yetu. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu, tunakushukuru umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa vipindi vyote ambavyo vimepita. Asante kwa yote Baba. Wakati huu ni wakati wa lunch. Tunapoenda kukula Baba, tunaomba uweze kuwa pamoja nasi, tubariki na ubariki chakula. Tumeomba tukiamini katika jina la Kristo Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante. Kuna tangazo kutoka kiongozi wa Pathfinders. Anawatangazia wana Pathfinders wote jioni wakutane baada ya vipindi vya Basi kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia, tumefika tamati ya vipindi vya asubuhi. Kwa wakati huu sasa ni wakati wa manguli,
na vile vile tumekuwa tukikuletea matangazo haya mbashara katika runinga ya Abagusi TV ama AGR News TV popote pale mlipo. Kwa sasa nimeungana naye Elda wa kwanza katika kanisa hili la Mwembe SDA. Nitampa nafasi aweze kunena mawili matatu kuhusiana chinzi kambi imekuwa tangu kuanza siku ile ya Jumapili hadi sasa hivi. Atajisema ama atasema majina ya kwake vile ambavyo anajulikana, kisha baadaye atatupa ripoti fupi kwa vile mambo yamekuwa yakiendelea katika kambi hili la Mwembe. Karibu sana Elda. Asante. Nashukuru Mungu kwa sababu tangu siku ya Jumamosi wakati ulianza kuandalia makambi yetu na siku ya Jumapili tumekuwa na utulivu na wenyeji wamekuwa wakihudhuria pamoja na wageni, na tumekuwa na watu wengi ambao wamekuwa wakihudhuria. Lakini kwa majina ni Peter Simba Mwoma, the first elder of this church, na nataka nikukaribishe kila mmoja wetu ambaye amefika siku ya leo ambao ni siku yake ya kwanza kufika. Vile nimesema hapa awali, tumekuwa na wageni wengi na washirika ambao tumekuwa tukihudhuria makambi yetu ya leo na mwaka huu, na tunaomba ya kwamba yeyote ambaye anasikia sauti, you are most welcome kufika kambi yetu hapa ili tuweze kuendelea kwa pamoja. Na pia nataka niseme ya kwamba tuko na vipindi kadhaa ambavyo huwa vinashughulikiwa tangu asubuhi mpaka jioni. Kipindi cha kwanza tunakuwa nacho asubuhi ni devotion kuanzia saa 2. Pia tunakuwa na vipindi kadhaa kama Bible study. Huwa tunakuwa na kipindi cha stewardship. Tunakuwa na kipindi cha akina mama, women ministry. Pia tunakuwa na kipindi cha youth. Pia tutakuwa na kipindi cha workshops jioni, na pia kipindi cha family life, na vipindi kadhaa pamoja na sermon ambao inakuwa kuanzia saa 5:30 mpaka saa 6:30, na pia huwa tunakuwa na sermonette summary jioni. Baada ya workshops tunakuwa na sermonette for 30 minutes baada ya workshops. Basi ni alafu na matarajio ya kambi namna gani, kwa sababu leo ni siku ya 4 kama niko sawa, siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, leo ikiwa siku ya Jumatano. Matarajio baada ya kambi hili, nini kile mnatarajia kama kanisa kulifanikisha? Asante. Jambo la kwanza ni ya kwamba kila mmoja wetu aweze kufutwa, afike karibu na Mwenyezi Mungu, ili by the end of the exercise all of us can be able to come closer to Jesus Christ for the preparation of salvation. Number 2, tunatarajia ya kwamba baada ya makambi yetu tutakuwa na wale ambao watakuwa wamejitolea kwa ajili ya kupata ubatizo ili waweze kuwa mmoja wa wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya kupata uokovu. Number 3, pia tunapoendelea na makambi yetu tunajiandaa kwa ajili ya kufanya collection kupitia kwa camp offering, ili hizo hela ama fedha zitasaidia wengine hapa na nje ya kanisa letu, ili tuweze kuhubiria wengine, tuweze kupeana matoleo yetu ili yaweze kusaidia wengine wache kanisani ama wapate ule uzima wa milele. Number 4, pia tunatarajia ya kwamba tunapokuwa na makambi tunaleta wengine, we share, we preach together,
we bring reunion ili kwa umoja tuweze kuwa watu ambao wako united for the sake of salvation. Basi ikiwa ameweza kuyanena yale first elder wa kanisa hili la Mwembe, bwana Peter Moma, huwa kwa jina la utani tunamuita kijana, lakini leo amezungumza kama first elder. Sijui kama kiongozi wa vijana kwa karibu aweze kutuzungumzia kama unaipata sauti hii, kiongozi wa vijana, utakuja tu uweze kuzungumzia wale ambao wanaendelea kutazama, na pia kama kwaya ya vijana ipo muje kwa wimbo, kwa sababu wakati unazidi kusonga wengine wanaendelea kupata chakula cha mchana. Kwaya ya vijana kama ipo tunaombwa tuje kwa wimbo moja tu ili tuweze kuendelea. Kwa wale wote ambao wanafuatilia vipindi vyetu na kufahamisha kwamba tunakujia mbashara kutoka kanisa la Mwembe SDA, ambapo kambi yao ingali inaendelea na itakuwa inafika tamati siku ya Jumamosi pale, na tutakuwa tunakuletea mbashara kabisa kutoka eneo hili la ama katika kanisa hili la Mwembe. Najaribu kuangalia nione kama kiongozi wa vijana hapo karibu, ni kama kwamba hayupo. Sijui kama ni kwaya gani ile ambayo ipo inaweza tupa wimbo katika kanisa ile la Mwembe. Sijui kama kwaya ya women ministry ipo tayari. Women ministry kama mpo, tafadhali mtajongea mbele kwa kutupa wimbo tunapongoja vipindi vya mjana tu vinapo ama tunapojipanga kuanza baada ya kupata manguli. Kwa wale wote ambao wanafuatilia kutoka nchi tofauti, basi nikukumbushe tena kwamba tunakuletea matangazo haya mbashara kutoka kanisa la Mwembe SDA, ambapo kambi inaendelea siku ya Jumatano kila wakati. Leo tuliweza kusimamisha vipindi kutoka studio zetu ili kuweza kukuletea mahubiri, kwa sababu yanaguza wengi na wengine waweza kufikiwa kupitia kwa mitandao vile ambavyo huwa tunafanya. Tukumbushe kwamba hii ni TV ya Bagusi TV ama AGR News. Kwa wale wote ambao wanatufuatilia, pia mnaweza pata app yetu ya radio ambayo inaenda kwa jina Bagusi Global Radio, app ambayo utaipata kutoka pale App Store, uweze kuidownload wewe kwa simu yako. Pia utakuwa unafuatilia matangazo haya moja kwa moja ama mahubiri kutoka kanisa hili moja kwa moja pale. Basi tunapojiandaa kusonga mbele, tutakuwa tunaingia katika mapumziko mafupi, baadaye tuweze kurejea. Sijui kama chorista hapo karibu aje tuweze kuimba kwa pamoja. Chorista wa siku, basi tutajongea tu mbele tuweze kuimba kwa pamoja, tukingojea muda usonge, watu wapate chakula cha lunch, baadaye tuweze kurejea katika vipindi vyetu vya mchana. Basi ninapongoja aje mbele yule ambaye alikuwa ni chorista wa siku, tuweze kuimba kwa pamoja tukingoja vipindi vya mchana viweze kuanza. Napojiandaa pale, tunakukumbusha tena kwa mara nyingine tuko mpashara kutoka kanisa hili la Mwembe SDA, ambapo tunakuletea kambi rasmi kutoka kanisa hili la Mwembe, ikiwa kwamba ni siku ya 4 tangia kuanza kwa makambi haya. Tunapozidi kusonga mbele, zikiwa naona pale watu wanafurahia chakula kweli. Kama bado utapata au utakuwa unajiongea pale mahali ambapo wanapeana chakula, ninapomngoja chorista afike tuweze kuimba kwa pamoja ili tuweze kukatisha kipindi, baadaye tuweze kurejea muda wa saa 8 pale wakati wataanza vipindi vingine vya mchana.
na dhambi, wakijua dunia hapa sio kwetu. Wana wa Kristo wa sasa wacheza na dhambi, wakijua dunia hapa sio kwetu. Anaita Yesu kwa sauti ya upole, ukikubali atakubali, atakubadilisha. Anaita Yesu, anakuita hivi leo kwa sauti ya upole, ukikubali naye atakubadilisha. Basi tutakuwa tunaimba wimbo nambari 161, piga panda, ikiwa kwamba chorus atakuwa anatupa sauti ili tuweze kuimba kwa pamoja stanza ya kwanza na chorus, kisha tuweze kukatiza mawasiliano. Baadaye tutakuwa tunarejea katika vipindi vya mchana. Chorus, tuende kazi. Piga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Imba sauti, imba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Itoe mwangwi sana vilima, Yesu yuaja tena. Yuaja kwa utukufu mwingi, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Itangaze mahali popote, Yesu yuaja tena. Mwokozi aliyetufilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yuaja tena. Mataifa yakasiriana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Basi asante sana Bwana Ezekiel kwa kutuongoza katika kuimba. Kufika hapo ndipo tunafika tamati katika vipindi vya asubuhi. Basi tutakuwa tunarejea tena baada ya kupata chakula cha mchana ili tuweze kuendelea na vipindi vya jioni. Usiende mbali kwani tutakuwa tunarejea. Jina langu ni Geoffrey Nyakundi. Kwa heri kwa sasa, tupatane katika vipindi vya mchana.